You know, it is a decision that you made. Ni kauli ambayo umeifanya. That you be in the house of the Lord. Ya kwamba ukawa katika nyumba ya Bwana. And so more to be in this house. Na zaidi kuwa katika nyumba hii. Gospel Revival Center. Ambapo panaitwa Gospel Revival Center. I believe that the Lord has a word for you today. Naamini ya kwamba Mungu ako na neno lako leo. He has a word for me today. Ako na neno langu siku ya leo. Because he is faithful, he is not like a man. Yeye ni mwaminifu, sio kama mtu. You know, the way men can look unto you is not the way God looks unto you. Vile watu wanaweza kuangalia sio vile Mungu anavyokutazama. You may go through the challenges, yes, but the Lord is there for you. Waweza pitia changamoto ndio, lakini Mungu yu pamoja na wewe. You know, you may be down. Waweza kuwa chini. When our facilitator was asking about the fast. Wakati kiongozi alikuwa anauliza ile maandiko ambayo inasema there's a fast that has been blessing me. Ya kwamba kunalo andiko limekuwa likinibariki. That is in the book of Micah. Ambalo liko katika Mika. Praise be to God. Hallelujah. And that word says. Na neno lile linasema. That is Micah 7 and verse number 8. Mika 7 mstari ni wa 8. That my enemy don't laugh at me when I'm down. Maadui zangu usinicheke wakati niko chini. Because my God, you know, it is here, rejoice not against me on my enemy when I fall. I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be my light upon me. Msifurahie maadui zangu. Wakati ambapo nitakapoanguka nitasimama tena. Wakati nitakuwa kwenye giza, naye Mungu atakuwa nuru yangu na atakuwa pamoja nami. Amen. Amen. I know there are a lot of people maybe say anything because of the situation you are in. Najua ya kwamba kuna watu wengi wanaweza ongea mambo mengi. But there is a promise that the Lord has promised. Lakini kunalo ahadi ambayo Mungu ametuahidia. That when you are down, he is going to lift you. Ya kwamba ukiwa chini Mungu atakuinua. When you are in darkness, the Lord will shine his face upon your life. Ya kwamba ukiwa katika giza Mungu atakuangazia na uso wake na nuru yake utaiona. And it has been a word for me, you know, pushing me forward. Na imekuwa neno ambalo limekuwa likinisukuma na kuniendeleza. I pray that this word may be a help to your life. Wacha hata pia na wewe neno hili likawa msaada katika maisha yako. So when things will happen, wakati mambo yatakapofanyika, when you be at corner, wakati utakuwa mwisho, there's the Lord who will not leave you. Ya kwamba kuna Mungu ambaye hata kuachilia. So the Bible says he will not leave you nor forsake you. Maandiko inasema ya kwamba hata kuacha na hata kuachilia. So you know, the Bible says even if you go through the valleys of darkness, maandiko hata kama utapitia kwenye mabonde au bonde la ufu wa mauti, there's a staff, there's a Lord that is there to comfort you. Ya kwamba kuna gongo, kunalo fimbo la Mungu ambalo itakufariji wewe. So it is my prayer that always focus to the word of God. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba kila wakati lengo lako litakuwa kwa Mungu. It is the word of God who gives deliverance. Ni Mungu ambaye anatoa ukombozi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the year that the Lord is going to establish each and every one of us. Na huu ndio mwaka ambao Mungu anaenda kutudhibitisha. And I thank God because of the word that we read this morning. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya neno ambalo tulilolisoma leo. That as he go and break all the bronzes, all the gates of bronze. Anapoenda na kuvunja milango yote ya vyuma. You know that you cannot be prevented to get wherever you want to be. Ya kwamba hautaweza kuzuiliwa kuingia mahali ambapo ungependa kuingia. He is also going to give the provision of whatever it is needed. Ya kwamba Mungu atapeana vyote vya kile ambacho unachohitaji. That is why he says that that riches which is in darkness. Na ndiposa utasema ya kwamba utajiri ulioko katika giza, that you may be established. Ya kwamba ukaweza kuthibitishwa. You are going to get them. Wewe utaenda kuipata. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So today
Kwa hivyo siku ya I just leo want to tell us nataka tu kuwaambia some of the things that we need to have, ya kwamba baana ya vitu ambavyo tunapaswa kuwa navyo, that we can be established. na ili tukaweza kuthibitishwa. Because we are not going to be established when we are seated down. Hatutathibitishwa tukiwa tumeketi. There is a responsibility that we are to take. Ya kwamba kunalo majukumu au jukumu tunapaswa kulichukua. There is our side. Ya ambayo iko katika upande wetu. Praise be to God. Glory to God. Now the Bible says Maandiko inasema that when Moses died, wakati Musa aliaga dunia, that is in Joshua chapter number 1. katika Yoshua sura yake ni ya kwanza, Moses died. Musa akaiaga dunia. And because of death of Moses, Na kwa sababu ya kifo cha Musa, that could not stop the journey of Israel. hayo haingetamatisha safari ya wana wa Israeli. But Moses was a great leader. Lakini Musa alikuwa kiongozi shupavu. Praise be to God. Amen. He walked with the children of Israel. Yeye alitembea na wana wa Israeli, And he was able to accommodate them in things. na yeye akaweza kuwaweka katika laini. But a time came, Lakini wakati ukafika, before they have inherited the place, kabla yao kurithi mahali, that he died. akaiaga dunia. And God came to Joshua, Na Mungu akaja katika maisha ya Yoshua, and he spoke to Joshua. na And akaambia he Yoshua, said, as I was with Moses, kama nilivyokuwa na Musa, I will be with you. nitakuwa na wewe. For you are a person to help these people to Kwa get their inheritance. Kwa sababu wewe ndiye utakayewasaidia hawa kurithi. Praise be to God. Praise God. You know, there is a fight even when you are getting your inheritance. Ya kwamba kuna vita hata wakati unapata urithi wako. A time came and they were to get what was theirs. Wakati ukafika na walikuwa wapate kile ambacho ni chao. You know, the reason why Joshua was told to be strong, Sababu ya Yoshua kuambiwa ya kwamba awe mtu shupavu, because it is not easy to usher in a person to the greatness. kwa sababu sio rahisi kumwingisha mtu katika ukuu. Praise be to God. And Joshua was to be used, na Yoshua alikuwa atumike, that he may make these people get their inheritance. na ili hawa watu wapate urithi wao. So God spoke to him. Naye Mungu akamnenea. And actually, even if it were you, hata kama ingekuwa ni wewe, because Joshua was Moses' assistant, kwa sababu Yoshua alikuwa msaidizi wa Musa, he also understood how these people were. Yeye aliwaelewa hawa watu vile walivyokuwa. Hallelujah. Amen. You know, they had a stiff neck. Wao walikuwa watu wa roho ngumu. Many times they were murmuring. Watu walikuwa wananugunika. Many times were not trusting God. Mara nyingi hawakuwa wanamtumainia Mungu. So he knew the kind of people that he was to take. Yeye alijua watu ambao anashughulika na wao. And so maybe he was not confident with the role that he was being given. Yeye anaweza kuwa hakuwa na ujasiri au ushupavu na yule Mungu ambaye alikuwa anaongea na yeye. But the Lord is saying, lakini Mungu anamwambia, I'll be with you. ya kwamba nitakuwa pamoja nawe. The way I was with Moses, I'll be with you. Kama nilivyokuwa na Musa nitakuwa The na way wewe. I reveal myself, I'll be with you. Vile ambavyo nilivyojifunulia Musa nitajifunua But there are kwako. things that you need to do. Lakini kuna vitu lazima ufanye. So there are many things that we want to do. Kuna vitu ambavyo ungependa There kufanya. are many things we want to achieve. Kuna vitu ungependa kuvipokea. But we are shying off what we are supposed to do, what the Lord has commanded. Lakini tunaondokea kile ambacho Mungu ametuamrisha tukifanye. Praise be to God. Hallelujah. So our God is a faithful God. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. And maybe the reason why there are many, sarakazi there and there. The reason why we have so many things that are happening here and there, it is because people do not want to see what the word of God says. kwa sababu watu wengi hawataki kuona kile ambacho neno la Mungu linavyosema. They just want to see God is doing his part. Wanataka tu wamuone Mungu akifanya sehemu ile ambayo ni yake. Praise be to God. Hallelujah. But God
is a just God. Lakini Mungu ni Mungu wa haki. Hallelujah. Hallelujah. His promises are yes and amina. Ahadi zake ni ndio na amina. Actually, kwa hakika, it is as if he has given us the key, ni kama ametupa ufunguo, that we can open to where the blessings are. Ya kwetu kufungua mahali baraka zilipo. So the door may be closed, yes. Ndio mlango waweza kuwa umefungwa, ndio. But whatever you need is stored there. Lakini kile unahitaji kimehifadhiwa. So it is your responsibility to go and open that store to receive what is yours. Ni jukumu lako kufungua ile gara na upokee kile ambacho ni chako. That is how Joshua understood and how Joshua was told. Na hivyo ndivyo Yoshua alivyoambiwa. Praise be to God. Glory to God. And we want to, for you to be strong. Wakwako wewe tungependa uwe na mtu mwenye nguvu. Be strong, do not be dismayed. Wewe usiogope, kuwa na ushupavu. Don't be afraid. Wewe usiogope. Praise be to God. Glory to Jesus. You know, there are things which can face you. Kuna vitu ambazo unaweza kutana nazo. And you are filled with fear. Na unajazwa na roho ya uoga. Especially the days that we are living. Haswa nyakati ambazo tunazoishi. Every morning when you wake up. Kila asubuhi unapoamka. There's a lot of news. You know, they are called news, but they are not news because they are bad. Kuna mahabari nyingi zinatokea na hazipaswi kuitwa habari kwa sababu ni habari mbaya. And every time you are waiting that you can hear something. Na kila wakati wewe sikio lako li wazi kusikia kitu kibaya. Your heart is not settled. Moyo wako haujatulia. Praise be to God. Praise God. You know, anything can happen. Kwa sababu lolote laweza fanyika. You know, when we were told to give the testimony this morning. Wakati tuliambiwa tushuhudie asubuhi ya leo. You know, I was telling my wife. Nilikuwa namwambia mke wangu. The devil could not want to see us alive today. Ya kwamba shetani hangependa kutuona hai leo. But the Lord has maintained us today. Lakini Mungu ametuhifadhi hadi siku ya leo. And he has a good plan for each and every one of us. Hallelujah. Na Mungu ako na mpango mwema kwa kila moja wetu. So our life is not cut off. Maisha yetu haitakatizwa. And because we are still breathing. Na kwa sababu tunapumua. Hallelujah. Hallelujah. Whatever it is meant for us. Kile ambacho kilipangiwa ni chetu. We are going to receive in the name of Jesus. Lazima tutapokea katika jina la Yesu. Because we have the key. Kwa sababu tuna ufunguo. Hallelujah. Hallelujah. I want us to read Joshua from verse 1 to verse number 9. Yoshua 1 kuanzia 1 mpaka 9. Just read for us. Wacha nitasoma. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu wote hao wote, mkaenda katika nchi ni wapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapo pakanyanga nyayo za miguu yenu, nimewapa nyinyi kama nilivyomwambia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni, mpaka mto yule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye waridhisha watu hawa nchi hii niliyowaambia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote alivyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate wewe ni kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, mbali ya tafakari maneno haya mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikishwa njia yako.
kisha ndipo utakapostawi sana. Mstari wa 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogopi wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hallelujah. Nataka tusome chapter number 3 verse number 14 down there. Maandiko inasema, Yoshua kitabu chake ni sura ya 3:14 mstari kushuka chini. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliochukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliochukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani walichukua sanduku, zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Ndipo hayo maji yalivyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chungu mbali sana huko Adamu, mji ule ulio karibu na Sarethani, na maji yale yaliyoteremka bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa. Watu wakavuka kukabiri Yeriko. Na hao makuhani waliochukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaishi kuvuka Yordani. Hallelujah. Hallelujah. That is the word of God. Hilo ndilo neno la Mungu siku ya leo. Amen. Amen. Now, I've said we read that long verses. Nimesema ya kwamba tusome hiyo mistari mirefu, that maybe we may not go back to reading. kwa sababu hatutarejea kusoma baadaye. Praise be to God. Amen. Now, there are things here I say that we have the key. Ya kuna mambo nimesema kwamba hapa tukao nao ufunguo. And I want you to understand what I mean that you have the key. Na ningependa uelewe kile ninamaanisha nikisema ya kwamba uko na ufunguo. Praise be to God. Amen. You know, the death of Moses, kifo cha Musa, never ended the promises of the Lord. Hakikusimamisha ahadi za Bwana. Hallelujah. It is Moses who died. Ni Musa aliaga dunia. But the Lord remains there. Lakini Mungu anasalia committed to what he had said. Akiwa amejikaa ama amejisaditi katika kile ambacho alichokisema. That is why he's telling Joshua. Na ndiposa anamwambia Yoshua, I promise my people, the fathers of these people, ya kwamba niliahidi mababa za hao watu, that I am going to take them to the land of Canaan. Ya kwamba nitawapeleka katika nchi ya ahadi Kanani. Praise be to God. Bwana asifiwe. So it is not there. Haiko pale. It is not where they were. Sio mahali waliokuwa. Hallelujah. Wherever you are today, mahali ulipo siku ya leo, it is not the destiny that the Lord has said. Sio ile hatima ambayo Mungu ameisema. Hallelujah. Praise God. Praise be to God. Hallelujah. You may be there and and comfortable. Waweza kuwa pale na uko sawa. But it is not the destiny that the Lord has said. Lakini hiyo sio ile hatima ambayo Mungu amesema. Many things could have happened around you. Mara mambo mengi yanaweza kuwa yamefanyika katika maisha yako. But that does not stop the plan of the Lord. Lakini hiyo haisimamishi mpango wa Mungu. Praise be to God. Glory to God. Maybe you have lost your business. Pengine umeipoteza biashara. Maybe you have lost your employment. Pengine umetolewa katika kuajiriwa. That does not mean that the Lord has stopped doing whatever he is able to do. Hiyo haisemi Mungu ameacha kufanya kile ambacho anapaswa kufanya. Praise be to God. Glory to God. He has a way to take you to the place. Yeye ana uwezo na njia ya kukupeleka katika hatima yako. Even when Moses died, pengine Musa alipoiaga, God had Joshua to take the children of Israel to the place. Mungu alikuwa na Yoshua wa kupeleka wana wa Israeli hadi nchi ya ahadi. Praise be to God. Glory to God. So listen here. Sikiza.
you may think you are at your end. Waweza dhani uko katika mwisho wako. You know, there is something God was teaching me. Kuna kitu Mungu alikuwa ananifunza. That when you come to your end, utakapofika katika mwisho, that is your end. Huo ni mwisho wako. Praise be to God. Glory to God. But it is not the end of me. That is what God was telling me. Na hiyo ndio Mungu anasema kwamba mwisho wako sio mwisho wake Bwana. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you are looking and you are seeing as a mountain, kile unachotazama na unaona kana kwamba ni mlima, to God is nothing. Kwa Mungu mlima wako ni kitu hakiko. Praise be to God. Praise Jesus. And I want to tell you this. Ningekuambia hii leo, the time these people are crossing Jordan, wakati hao watu walikuwa navuka Yordani, it was not the time of a dry season. Haukuwa wakati wa kiangazi. God never waited the waters to go down in levels. Mungu hakungojea maji yaishe katika mito. The Bible says Jordan was overflowing the time of harvest. Maandiko inasema ya kwamba Yordani ilikuwa inafurika hadi kingo zake wakati wa mavuno. I don't know whether you understand this. Sijui kama mtu anaelewa hii. In the time of harvest, katika wakati wa mavuno, that is when Jordan was overflowing. Hapo ndipo Yordani ilikuwa inafurika hadi kingo zake. Hallelujah. Praise Jesus. Many times when you are going to hit your mark, mahali nyingi wakati ambapo unaenda kukaribia alama yako, hatima yako, that is when Jordan overflows. Hapo ndipo Yordani inafurika. Praise be to God. Praise the name of God. Yes, the harvest is there. Ndiyo mavuno iko. But you cannot enjoy. Lakini hauwezi kufurahia. Because Jordan is overflowing. Kwa sababu Yordani inafurika. Praise be to God. Glory to Jesus. And many people when they come to that point, na watu wengi wanapofika mahali pale, they are so discouraged. Wanavunjika mioyo. They even start speaking words. Wanaanza kunena maneno. Which words about their miracles. Ya kwamba inahushia miujiza yao. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. That is where you would understand. Hapo ndipo unaelewa. It is as if I don't trust God. Ni kama simuamini huyu Mungu. Praise be to God. Praise the name of the living God. You know when things are very smooth. Hallelujah. You know when things are very smooth. Wakati mambo yako sawa sawa. You know you can comfortably say that you trust God. Waweza sema kwa ujasiri ya kwamba unamtumikia Mungu. But it is because things are going well. Lakini utasema wamwamini Mungu kwa sababu mambo inaenda vizuri. But when there is a little challenge, lakini changamoto kidogo, that is when you start doubting the word of God. Waanza kuingisha shaka katika neno la Mungu. Praise be to God. Hallelujah. You know Joshua could just think, yeye angefikiria, why were we not crossing the other day when the rivers were down? Mbona hatukuwa tunavuka wakati hakukuwa na mafuriko? Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you. Wacha nikwambie. My God, Mungu wangu, want to deal with his possibilities. Yeye huwa anashughulikia mambo yasiyowezekana. When he does something, yakati anafanya kitu, it is left a testimony. Yeye anaikuwa kama ushuhuda. It is the Lord who has done it. Ni Mungu ambaye amefanya. Praise be to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is God who has done it. Ni Mungu ameifanya. Otherwise, ingesingekuwa. You know when Lazarus was sick, wakati Lazaro alikuwa mgonjwa, they sent for Jesus. Wakamtumania Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Your friend is sick. Ndiyo rafiki yako ni mgonjwa. Come. Njoo and you heal him. Na wewe umponye. Or you come and see him. Kuja na umuone. Praise be to God. Hallelujah. But Jesus never came at that particular time. Lakini Yesu hakuja wakati huo. He waited for days. Yeye aligoja kwa siku. And Lazarus was dead. Na Lazaro akaiaga dunia. Praise be to God. Hallelujah. So when he came, wakati alikuja, there was this message. Kukakuwa na ujumbe huu. If you could have come earlier. Kama ungelikuja mapema. If you could come earlier. Kama ungelikuja mapema. Praise be to God. Hey. Because people thought he can only heal. Kwa sababu watu waliona kama kwamba tu Yesu anaweza ponya pekee. Praise be to God. Hallelujah. But Jesus who is able to heal. Lakini yule Yesu anaweza ponya. He is able to make back to life. Yeye anaweza rejesha uhai.
So he never needed to come when the situation is good. Hakupaswa kuja wakati hali ilikuwa mzuri. Hey. Hallelujah. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. He does not go with the situation. Yeye haanganishi na hali. Ati ungekuja kabla hajakufa. Because you came when he was not dead. Praise be to God. Hallelujah. The power that is in Jesus. Ile nguvu ambayo iko ndani ya Kristo. It is equal when the thief is sick and when it is died. Yeye hiyo nguvu iko sawa sawa wakati ako na ugonjwa na wakati amekufa na akiwa hai pia. Praise be to God. Amen. So Jesus said, Yesu akasema, I had not come at that time. Singelikuja wakati huo. But even now believe. Hata sasa amini. Because what I could have done that time. Hallelujah. Kile ambacho ningefanya wakati huo. I am able to do it even now. Hata sasa ninaweza fanya. Praise be to God. Praise the name of God. So there are people who say if Jesus could come earlier. Kuna watu ambao huwa wanasema kama kwamba Yesu angelikuja mapema. Hallelujah. Hallelujah. Do you know what? Unajua nini? Sometimes. Wakati mwingine. Praise be to God. Amen. There are issues that we go through. Kuna hali ambazo tunazopitia. That we can be able to know the power that is in Christ. Ili tujue ile nguvu ambayo iliyoko ndani ya Kristo. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Otherwise, isingalikuwa hivyo, you could think things are okay, they are normal. Waweza fikiria au waweza dhania kwamba mambo iko sawa sawa, mambo ni kawaida. That is why many people think that it is nature which is controlling things. Ni kwa sababu watu wanaona kama ni hali ambayo inafanya mambo. They don't see the power of God. Wao hawaoni nguvu ya Mungu. Praise be to God. Hallelujah. There is a place that Lord can take you. Kuna mahali ambapo Mungu anaweza. So when you are coming of that place, wakati unatoka mahali pale, unasema ni Mungu. And you confess and say, unasema ni Mungu. This is only God that has done this. And that is the business of our God. Hallelujah. That is the business of our God. Hiyo ndio biashara ya Mungu. Wala Yesu asifiwe. Hataki kufanya ati mambo simple. God has, amen. God does not want to do this simple. What you are able to do for yourself. Kile unaweza kufanyia. Praise be to God. Joshua and Israel, na wana wa Israeli, if they were to cross Jordan when the times are normal, maybe the waters could reach them to the to the Niles. Praise be to God. Na unajua maji ya magoti mnashikana watatu wanne hivi mna cross, ndio? And hiyo maji ya magoti we can hold and cross. So they could have used their wisdom and their knowledge. Wangetumia hekima na ufahamu wao. They even could have made a bridge. Ama watengeneze madaraja ya kuvukia au kupitia. Which was possible. Ambayo ilikuwa inawezekana. Praise be to God. Hallelujah. But the time was the time of harvest. Lakini wakati ulikuwa wakati wa mavuno. The Jordan was overflowing. Na Yordani ilikuwa imefika kingo. And this is the time they were to cross. Na hapo ndipo walikuwa waanzie safari. Hallelujah. Hallelujah. Sikiza. Now. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. They were not standing afar. Hawapo wanasimama mbali. To wait for the Jordan to dry. Wagonge Yordani ikauke. They were told to march forward. Waliambiwa kusonga. It was until those who carried the ark, na hali waliokuwa wamebeba sanduku la agano, they stepped their feet in the water. Wakaingisha miguu yao kwenye maji. That is the time hapo ndipo wakati that Jordan stopped flowing. ya kwamba Yordani ikaacha kupata maji. And it made a dry place for people to be passed on. njia kavu watu wakapitia. Praise be to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. You know, it is because Joshua had heard from God. Kwa sababu Yoshua alisikia kutoka kwa Mungu. And not many things. Na sio mambo mengi. That I'll be with you. Ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. But you have something you are to do. Ya kwamba kama kuna kitu la kufanya. You are to hold and to believe in my word. Wewe shikilia agano hili, kitabu la Torati. I am speaking to someone. Ninanenea mtu siku ya leo. Praise be to God. Hallelujah. Maybe
maybe we are told to do many things. Pengine tumeambiwa tufanye mambo mengi. But let me tell you, lakini wacha the nikwambie, solution is not many things. ya suluhisho sio mambo mengi. If you are to do something, kama wewe utafanya kitu, it is what the word of God says. wewe shikiza vile maandiko It is inavyosema. what the word of God says. Shikiza vile neno Not linavyosema, what people say. sio vile watu wanavyosema. Praise be to God. Hallelujah. Because there are people, Kuna watu, okay, pengine hawakuwa wana, and I told you last time. na niliwaambia wakati mwingine. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God.